Ndugu mgeni rasmi, Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu, Katibu Mkuu wa Chama cha Wanasheria Zanzibar, wajumbe wa Chama cha Wanasheria Zanzibar, ndugu waandishi wa habari, viongozi mbalimbali wa asasi za kiraia, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Kwanza kabisa napenda kuwakaribisha katika kongamano letu hili la kuhusu mchakato wa katiba mpya na mustakabali wa muungano katika kuadhimisha sherehe za kutimiza miaka 49 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Kazi yangu kubwa kabisa kwamba mara tu baada ya kupata ratiba zetu hizo ambazo tumepatiwa kipindi ambacho tunafanya usajili, nitamkaribisha Katibu Mkuu wa Chama cha Wanasheria, ambapo yeye pamoja na mambo mengine atakuwa na dhima ya kumkaribisha ndugu mgeni rasmi, na baada ya hapo utaratibu utafuatwa kama ulivyoelekezwa katika ratiba tulizopatiwa. Kwa hiyo ndugu Katibu Mkuu, karibu sana. Mheshimiwa Othman Masoud Othman, Mwanasheria Mkuu wa Zanzibar, viongozi wa Chama cha Wanasheria Zanzibar, wanachama wa Baraza la Katiba Zanzibar, waandishi wa habari, wanachama kutoka jumuiya mbalimbali za kiraia zilizopo Zanzibar, ndugu waalikwa, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Kwanza naomba nichukue fursa hii kumshukuru sana mgeni rasmi ambaye ni Mwanasheria Mkuu wa Zanzibar kwa kukubali ombi letu la kuwa pamoja katika siku hii muhimu ya kuadhimisha ya kujadili masuala yanayohusiana na muungano katika kuadhimisha sherehe za muungano. Chama cha Wanasheria Zanzibar kinakushukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kukubali kutenga muda wako na kuja kushirikiana na sisi. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, kama Chama cha Wanasheria tunaonyesha shukrani zetu za dhati kwamba kila wakati ambapo tumekuwa tukikuomba ushirikiane na sisi, basi mara zote pamoja na majukumu mengi ambayo unayo umekuwa ukikubali kushirikiana nasi. Tunakushukuru sana. Lakini pia naomba niwashukuru sana na nimshukuru kwanza mtoa mada wetu kwamba pamoja na short notice tulompatia ya kuweza kuandaa mada hii, lakini pia alitukubalia na kuungana pamoja nasi ili kuweza kufanikisha kongamano hili. Lakini pia napenda niwashukuru na waandishi wa habari, wanachama wa taasisi mbalimbali, wenzetu wa Bakaza, Baraza la Katiba Zanzibar, wanafunzi wa vyuo vikuu na wananchi kwa ujumla kwa kushirikiana. Labda kwa haraka haraka niende katika madhumuni ya kongamano letu. Jumuiya ya Wanasheria Zanzibar imeandaa kongamano hili kwanza kwa kutizama ile dhima ambayo jumuiya hii inayo kwa wananchi. Tukiwa kama wanasheria tumehisi tuna dhima kubwa sana ya kuweza kuandaa forum ambayo itawakutanisha wananchi wazungumze mambo muhimu kabisa kwa mustakabali wa nchi yetu. Tukiwa tunaelekea kuadhimisha miaka 49 ya muungano,
tumehisi si vyema kukaa kimya kama taasisi muhimu katika jamii ambayo wananchi wanaweza kuwa na imani nayo kubwa. Pamoja na kwamba tunaamini wananchi wote wa Zanzibar wanaelewa mpana katika masuala ya muungano, lakini kama wanasheria na imani kubwa kwamba wananchi wanatizama kuhusiana na masuala hili ya muungano. Kwa hiyo tunahisi kwamba lazima tutayarishe forum ya kuwakutanisha watu mbalimbali, makundi mbalimbali, ili tujadiliane nini mustakabali wa muungano wakati tukiwa katika zoezi au hata mchakato wa katiba mpya. Kwa hiyo sisi kama chama cha wanasheria tumeona tunalo jambo hilo, kwa hivyo tunaona tuandae kongamano hili na kuwashirikisha wananchi mbalimbali ili tujadiliane. Lakini pia Mheshimiwa mgeni rasmi, tunahisi pia uko umuhimu wa kufanya kongamano hili kwa sababu ya ile subject matter yenyewe, ile jambo lenyewe tulilonalo mbele yetu, kwamba tuko katika mchakato wa katiba mpya. Tunafahamu kwamba hatua bado haijakamilika, tuko mbele, bado wananchi wanatakiwa kutoa maoni yao kupitia baraza la katiba, lakini pia kupitia bunge maalum ambalo litajadili katiba iliyopendekezwa, lakini pia hatimaye katika kura ya maoni. Sasa tumehisi tuandae kongamano hili ili tujadiliane kwa kina na kupata mustakabali wa pamoja. Kwa hivyo hizo ndo sababu hasa ambazo tumetufanya sisi kama chama cha wanasheria Zanzibar kuweza kuwaomba ndugu zetu tukusanyike pamoja na kujadiliana katika mambo haya muhimu sana. Lakini pia Mheshimiwa mgeni rasmi, tunashukuru sana kwamba serikali imekuwa ikitoa fursa kwa wananchi kuweza kujadiliana. Hii ya leo ni miongoni mwa fursa ambazo pengine huko nyuma zilikuwa hazipatikani. Watu kukaa pamoja wakajadiliana kwa kina katika masuala ya msingi kama haya. Ombi letu, pengine yako maeneo ambayo yalijitokeza matatizo, baadhi ya taasisi zilishindwa kupata fursa ya kuweza kuwaita wananchi wakajadiliana, pengine kutokana na kutokuelewa. Sisi tunaiomba serikali kupitia kwako Mheshimiwa mgeni rasmi kwamba serikali ifungue milango na kuwaachia wananchi kupitia vyama vya kiraia, kupitia jumuiya mbalimbali ambazo wanaziunda, ziwape nafasi ya kuweza kujadiliana katika mambo ya msingi kama haya. Mambo haya tunaamini kwamba hayawezi kuendelea na Zanzibar haiwezi kuwa katika nafasi nzuri isipokuwa kwa kufungua milango na watu kujadiliana katika mambo ya msingi kama haya. Baada ya maelezo hayo, Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba sasa nikukaribishe ili uweze kutupa nasaha zako na kutufungulia kongamano letu. Karibu sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Ndugu Katibu Mkuu wa Zanzibar Law Society, nadhani sitokosea nikimtambua pia Rais mstaafu wa Zanzibar Law Society, wajumbe wa kamati ya tendaji ya Zanzibar Law Society, mawakili na wanasheria, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Kwanza nishukuru kwa sababu nimesoma kwenye ratiba haijasema kwamba nitoe hotuba ya ufunguzi, lakini ni hotuba ya utangulizi, na maana yake ni kwamba nizungumze zaidi kuliko kutoa hotuba. Nalishukuru hilo na najua maana yake. Lakini la pili, napenda kuchukua fursa hii kwa dhati kabisa kushukuru Zanzibar Law Society
kwa kuandaa kongamano hili ambalo naamini kwamba limekuja katika wakati mwafaka kabisa. Aidha, naishukuru Zanzibar Law Society kwa kunipa heshima ya kutangulia kuzungumza na kufungua rasmi kongamano hili. Ndugu washiriki, naamini kwamba tutakubaliana kwamba uzuri wa shughuli hii sio tu katika kuadhimisha miaka 49 ya Muungano, lakini ni fursa muhimu sana ya kuwazindua wananchi na hasa wanasheria wa Zanzibar kutimiza wajibu wao kwa jamii katika mchakato unaoendelea wa kuandaa katiba mpya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hakika mchango na ushiriki wa wanasheria katika hatua zilizopita umekuwa hafifu sana na hauonekani kuimarika hata katika hatua ya sasa. Ninaamini kwamba Zanzibar Law Society imefanya shughuli hii kwa nia kutuzindua. Ndugu washiriki, kama tunavyofahamu kwamba mchakato wa katiba mpya umekuja kutokana na ukweli kwamba ipo haja ya kuimarisha mfumo wa utawala katika nchi yetu kama tunataka maendeleo ya kweli. Kwa vile katiba ndio mama wa utawala wa umma, haina budi kuangaliwa upya. Aidha, ni ukweli usiobishika kwamba muungano wetu umekuwa na matatizo mengi ambayo yanatishia kuvunjika kwake kama hayakufanyiwa mapitio ya kina na ya dhati na kurekebisha kasoro zake, hasa zile ambazo ni za kiini. Ndugu washiriki, mchakato wa katiba mpya una hatua nyingi. Nadhani katika mada itakayotolewa zitaelezwa kwa kina na sina haja ya kuzirudia. Lakini hatua ya mwanzo ilikuwa ni ile ya kutunga sheria ya kusimamia mchakato huu. Naamini sote tunakumbuka tulivyokutana Bwawani, tukakutana Haile Selassie, na mimi naomba nikiri kwamba na niwahakikishie kwa ushiriki mzuri na wa hamasa kwa wananchi hasa wa Zanzibar kulisaidia sana kuifanya sheria iliyopo izingatie usawa na maslahi ya pande mbili za muungano. Bila ushiriki mzuri wa wananchi, sioni haya kusema kwamba sidhani kama sheria hiyo ingekuwa kama ilivyo hivi sasa. Hatua ya pili ilikuwa ni ya kuunda tume ya kuratibu mchakato wa katiba. Na hapa pia ushiriki wa wananchi kupitia jumuiya na taasisi zao mbalimbali ulisaidia sana. Hata hivyo, ushiriki wa wananchi katika hatua hii haukuwa mzuri sana wala wa hamasa kama ule wa mwanzo. Ndugu washiriki, hatua ya tatu ni ile ya kukusanya maoni ya wananchi. Katika hatua hii ushiriki wa wananchi kwa upande wa Zanzibar, labda mnisaidie nyinyi kama ulikuwa mzuri au la. Lakini kwa maoni yangu ushiriki ulikuwa wa kuvunja moyo sana kwa sababu zifuatazo. Kwanza ni ile ya hatua hii kutawaliwa na itikadi za kisiasa. Hatimaye maoni ambayo yalihitaji hoja yakawa kama kura ambayo inahitaji idadi. Wananchi walikubali kuwatii kwa maslahi yao ya itikadi za siasa badala ya kuwa wapiganaji wa kupigania hatima yao, hatima ya haki yao na hatima ya nchi yao. Sidhani kama tulisaidia sana tume. Pili, hatua hii ilitawaliwa na baadhi ya sehemu na jazba badala ya hoja. Hatimaye badala mchakato huu kwa wa kuimarisha umoja ukawa wa kutugawa, wa kutuletea uhasama na ugomvi, tofauti sana na mwelekeo ambao tayari tulishauchukua katika nchi yetu. Kwa ufupi, tulirudia virago vyetu
ambavyo tulishavitupa na tukaacha vazi jipya na la staha ambalo tulishaamua kulitupia. Na sababu ya tatu ni kuwa ushiriki wa watu wenye weledi wa katiba kama vile waandishi wa habari, wasomi, wanataaluma na wanasheria ulikuwa hafifu sana. Hapa ndipo tulipothibitisha ile itikadi yetu ya Zanzibar, itikadi ambayo mimi wanapenda kuifananisha na togwa. Maana katika kutengeneza togwa, juhudi kubwa imechukuliwa kupatanisha mtama na maji ili iwe kitu kimoja kama vile ilivyo katika uji, lakini imeshindikana. Baada ya juhudi yote hiyo, togwa likiwekwa katika chupa, baada mtama na maji vitajitenga, maji juu, mtama chini. Ndugu washiriki, katika hatua ya sasa tume inaandaa rasimu ya katiba ambayo hatimaye italetwa katika mabaraza ya katiba ili kupata maoni. Sote tumeona jinsi ya uchaguzi wa mabaraza ya katiba ulivyokwenda. Sidhani kama tutauita ni mwanzo mzuri. Mimi nanipa wasiwasi kama kweli tumefahamu maana ya mchakato huu na hatima yetu sote. Wasiwasi huo ndio unaonifanya nione kongamano la leo kwa ni fursa adhimu ya kukumbushana tunakoelekea. Naomba kuwatanabahisha wenzangu kwamba njia yetu ni moja sasa hivi, lakini huko mbele ya safari tutakutana na njia panda. Haitokuwa tena moja. Na hapo itatulazimu kuchagua wapi tunaelekea. Kama hatujaamua hivi sasa katika safari hii tunakwenda kutafuta nini, ni dhahiri tutakapofika njia panda tutashindwa kuamua tuelekee wapi. Hatimaye tutafuata mkumbo. Na wanafalsafa wanasema afuataye mkumbo hana safari. Unaweza ukamwita ni mzururaji tu. Anayejua anakwenda wapi, huyo ndo ana safari. Lakini ukiona mtu anafuata mkumbo, basi huyo hana safari, huyo ni mzururaji. Sijui kama tutakubali kuwa wazururaji. Lakini kama tuna safari, basi safari hiyo lazima tuiamue sasa hivi kabla hatujafika njia panda. Ndugu washiriki, wakati rasimu itakapoletwa katika mabaraza ya katiba, haitaletwa ili ipigiwe kura, bali ishambuliwe kwa hoja, tena kwa hoja madhubuti. Kila kipengele lazima kikubaliwe au kikataliwe kwa hoja. Hapa ni wazi kwamba kuna hitaji uweledi, maarifa na uwezo wa kujenga hoja. Hatua hii sio ya kugombea idadi, ni ya kugombea nguvu ya hoja. Hii si hatua ya itikadi, ni hatua ya mustakbali. Hii si hatua ya utashi, bali ni hatua ya tafakuri. Naomba tuangalie mbele yetu, tuone tunakokwenda na tufungue kumbukumbu zetu, tujue tunakotoka. Ndugu washiriki, ni ukweli ambao umethibitishwa na tafiti na taarifa kadhaa kuwa muungano wetu una matatizo makubwa na ya msingi kabisa. Juhudi kadhaa zimefanywa kutatua baadhi ya matatizo, baadhi ambazo ni chache zimezaa matunda. Lakini ukweli unabaki kuwa mwenye ukurutu akitibiwa pele 10
bado ni mgonjwa, tena mgonjwa sana. Sababu kubwa ni kuwa zile kasoro za msingi bado hazijapatiwa ufumbuzi. Matokeo yake sasa kasoro hizo zimepewa heshima na kupewa jina kuwa kero za Muungano, na zinajadiliwa kwa ratiba na taadhima. Ni vyema kuzitathmini kasoro hizo za msingi, tuzijadili kwa kina bila kuona haya au kuogopa taasisi zetu ama za kiitikadi au za kiitifaki. Tukifanya hivyo, kazi yetu katika mabaraza ya katiba itakuwa rahisi sana. Vinginevyo nina wasiwasi kwamba kama hatukufanya hivyo, tutageuza hayo mabaraza ya katiba kuwa ni ya maonyesho ya moja kwa moja ya comedy, tena katika mfumo wa kizazi kipya. Nadhani mnanifahamu. Ndugu washiriki, kwa maoni yangu, baadhi ya kasoro za msingi za muungano wetu ni kama zifuatazo. Ya kwanza ni misingi ya muungano kutokuwa bayana. Ushirikiano wowote una misingi yake muhimu. Mmoja kati ya misingi hiyo ni kutambuliwa washirika wa muungano na hadhi zao kuwekwa bayana. Muungano wetu ni wa nchi mbili zilizokuwa huru na zinazojitegemea. Makubaliano yoyote ya kuendesha muungano, iwe katiba au mkataba au wengineo, lazima yaweke bayana ukweli huo na ueleze bayana hadhi za washirika hao wa muungano katika katiba. Mfano mzuri ni ule wa katiba ya Uswisi ya mwaka 99 ambayo inafuata mfumo wa shirikisho huru, yani confederation. Ibara ya kwanza ya katiba hiyo inaeleza nchi zote, yani kantoni, zilizounda muungano. Katiba ile haijaona haya ikasema tu kwamba Uswisi ni federation, ni muungano, lakini imezitaja walioungana ni nani. Nchi zote 26 zilizoungana zimetajwa ndani ya katiba. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba ibara ya 3 ya katiba yao inaeleza bayana kwamba nchi zilizounda shirikisho hilo ziko huru na zina mamlaka kamili kwa kiasi kile ambacho hakitapingana na mamlaka ya shirikisho. Kukosekana kwa msingi huu ndani ya katiba yetu ni moja ya sababu ya matatizo, kwa vile mshirika mmoja amebaki bayana na mwingine hajulikani alipo. Aidha, kukosekana kwa msingi huu muhimu kumefanya masuala ya muungano kwa ya upande mmoja bila ya kuwepo njia rasmi za majadiliano baina ya washirika kuhusu mambo ya muungano. Muungano wowote wa baadaye lazima ujengwe juu ya msingi huu muhimu. Kasoro nyingine ya msingi ni kukosekana usawa katika maamuzi yanayohusu mambo ya muungano. Msingi huu ni mpana, lakini miongoni mwa mambo muhimu chini ya msingi huu ni kwa washirika wa muungano kuwa na usawa katika kufanya maamuzi ya muungano. Chini ya mfumo wa sasa msingi huu haupo kabisa. Kwa mfano, katika uchaguzi wa rais wa muungano, ni dhahiri kwamba upande mmoja tu ndio ambao unaweza kuamua nani awe rais wa muungano. Nchi ya Marekani kwa mfano imeweka mfumo wa uchaguzi wa rais kwa mfumo wa kura za majimbo, yani collegiate vote, ili kuhakikisha kuwa majimbo yote hata madogo yana sauti katika kuamua nani awe rais wa Marekani. Labda hapa niseme tu kwamba kwa wale ambao wanafuatilia uchaguzi wa Marekani, haitegemei wingi wa kura, lakini inategemea zile kura za majimbo, yani collegiate vote. Mimi ilikuwa inanishangaza sana siku zote mpaka nilipopata fursa ya kwenda kuusoma mfumo ule, ndio nikajua kwamba msingi wake ni kulinda muungano. Maana kama ungechukua wingi wa kura, hakuna mtu ambaye Marekani ingeenda kupiga kura Maine, ingeenda kupiga kura
kupiga kampeni sehemu kama Wyoming ambako watu ni kidogo, na wakati majimbo mengine maskini engeenda majimbo yenye watu wengi. Lakini sasa hivi kwa mfumo wao ukenda majimbo watu wengi wakati mwingine hayakusaidii. Yale majimbo madogo ndio swing states, na ndio yanayoamua nani awe rais wa Marekani. Kwa hivyo wamezingatia usawa wa kila sehemu katika kumpata rais wa Marekani. Kasoro nyingine kubwa ni kukosekana usawa katika usimamizi wa mambo ya muungano, na usawa huu haupo katika kuamua sera za muungano. Sote tunafahamu kwamba sera za muungano zinaamuliwa na baraza la mawaziri la muungano ambalo halina uwakilishi wa upande mmoja wa muungano. Wengi wanadhani kwa sababu kuna Wazanzibari ndani ya lile baraza basi wao ni wawakilishi wa Zanzibar, hoja ambayo kwa kweli sio dhaifu tu, lakini si hoja, kwa sababu kwanza ni wachache, lakini na pili hawako kule kuwakilisha upande mmoja wa Jamhuri ya Muungano. Lakini kwa upande wa sheria, nadhani wengi mnafahamu kwamba mambo ya muungano yote yaliyotajwa katika jadili la kwanza kwa mujibu wa ibara 98 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano yanaamuliwa kwa wingi wa kura ndani ya Bunge. Kwa maana hiyo yanapitishiwa sheria zake bila ya ushiriki wa upande mwingine wa muungano. Aidha, kwa mfumo wa sasa hakuna usawa katika kupanga na kutumia rasilimali za muungano. Kasoro ya tatu ni kukosekana uwazi na usawa katika matumizi ya rasilimali za muungano. Rasilimali inajumuisha mamlaka ya Jamhuri ya Muungano katika mahusiano na nchi nyingine au jumuiya za kimataifa. Lakini kasoro nyingine ya msingi ni mambo ya muungano na sio ya muungano kuto kujulikana. Maana unaweza kusema kutokuwa bayana tu, lakini nasema kuto kujulikana. Kasoro nyingine ya msingi ni kutokuwepo ukomo wa mipaka ya muungano. Hapa inakusudiwa kwamba muungano wote lazima uweke bayana mambo yepi hayatoweza kuwa mambo ya muungano, ama kuwa kwake ya muungano lazima wananchi wenyewe waamue. Chini ya mfumo wa sasa wa muungano, lolote linaweza kufanywa la muungano, lolote ili mradi tu theluthi mbili za wabunge wa kila upande waridhie. Hii nadhani si sahihi, na katiba mpya tusikubali ikawa na jambo kama hili. Kasoro nyingine ambayo ningependa kuizungumzia mwisho ni kwamba ni mfumo wa sasa wa serikali mbili. Wengi wanadhani kuwa mfumo wa sasa wa serikali mbili unaweza kufanyiwa marekebisho na kuendelea kutumika. Ni imani yangu ya dhati na imekuwa imani yangu siku zote kuwa mfumo huo una kasoro moja kubwa ambayo haiwezi kurekebishwa, na ndio kiini cha kasoro yake. Mfumo wa serikali mbili unalazimisha mmoja kati ya washirika wa muungano apoteze hadhi yake ya utaifa, yani sovereignty, na kuwa sehemu ya mshirika mwingine. Yani mmoja, watu mmeungana kwa usawa, nyote ni sovereign states bila kuzingatia geography yenu au demography yenu. Lakini kwa mfumo wa serikali mbili, maana yake, tafsiri yake ni kwamba mmoja ukubali kupoteza hadhi yako ya utaifa umpe mwingine. Wewe mmoja ubaki kama ni political subdivision wa yule mwingine, mpaka yule mwingine anashindwa hata kukutafsiri wewe ni mkoa, ni jimbo, ni wilaya au ni kata. Sasa hii ni kasoro ya msingi, na kusema kweli kama si kasoro ya msingi basi wengeweza kuitumia katika muungano wa Uingereza, maana ndio wana mfumo kama huu. Lakini sote tunajua kwamba Uingereza na Scotland wameungana rasmi mwaka 1707. Lakini tukumbuke kwamba kabla ya kuungana rasmi
walikaa chini ya muungano wa ufalme kwa miaka 102 toka mwaka 1603, na kabla hapo walifanya muungano wa mapatano mwaka 1502. Lakini leo bado wa Scotland wanazungumza kupiga kura ya maoni kutoka katika muungano wa Uingereza. Ni kwa sababu they were sovereign state, wakaungana, wakawa dissolved, wakawa ni political subdivision ya moja katika sovereign state. Kwa hivyo muungano wa serikali mbili, tukitaka kuwa wa kweli, una kasoro hiyo ya msingi. Yaani kama ni genes, basi labda kuna genetic mutation ambayo huwezi kuirekebisha. Katika mfumo wa serikali tatu, kwa mfano, washirika wote wanapoteza hadhi yao ya utaifa na shirikisho ndio linakuwa taifa. Lakini katika mfumo wa shirikisho huru, yani confederation, washirika ndio wanatoa tu sehemu ya utaifa wao na kubakiza utaifa wao kwa kiasi watakachokubaliana. Ndugu washiriki, makala na maandiko mengi yameandikwa kuhusu muungano. Aidha, katika mchakato wa utoaji maoni katika hatua za awali umebainisha maeneo muhimu yenye kasoro za msingi katika muungano. Ni wajibu wetu kuzitafuta na kuzifahamu, kwani taaluma hiyo ndio itakotusaidia katika mabaraza ya katiba. Itikadi, jazba na idadi haitosaidia kitu. Ndugu washiriki, kama nilivyotangulia kueleza hapo awali, katiba mpya lazima iepuke makosa ya sasa hivi. Hivyo pamoja na mambo mengine, hoja zetu lazima ziwe na madhumuni ya kuweka misingi ambayo baadhi ningependa kuitaja ndani ya muungano. Kwanza, kutambua kuwepo na kuendelea kuwepo kwa washirika wa muungano. Pili, kulinda usawa wa washirika wa muungano katika kuamua, kusimamia na kuendesha masuala yote ya muungano. Na tatu, kutoa fursa sawa na za kutosha kwa washirika wa muungano kuendesha mambo yasiyo ya muungano kitaifa na kimataifa. Na nne, kuwepo mambo machache na bayana ya muungano. Ninaamini kwamba msingi hiyo inahitaji kutafsiriwa kwa vitendo ndani ya katiba. Ndugu washiriki, bila misingi hiyo kuwekwa bayana ndani ya katiba, muungano utaendelea kuwa mivutano na manunguniko, na hatimaye unaweza ukavunjika. Nchi haiwezi kuendelea na wala kuwa na amani katika kama misingi yake ya kikatiba sio imara. Ndio maana mwanamapinduzi maarufu wa Amerika ya Kusini, Simon Bolivar, baada ya kukamilisha kuzikomboa nchi nyingi za Amerika ya Kusini kutoka katika ukoloni wa Hispania, aliliomba bunge la Venezuela yafuatayo. Yeye hakutaka kuingia kwenye siasa wala kuendesha nchi, lakini alipokwisha kufanya kazi ya kusaidia kuzikomboa nchi karibu 6 za Amerika ya Kusini, akapewa heshima ya kulihutubia bunge la Venezuela kwa mara ya mwanzo lilipokaa, ili atoe maoni yake kwamba tumeshapindua, tumeshapata uhuru, sasa je, tufanye kitu gani? Na yeye akaliasa mambo yafuatayo. Akasema, grant to Venezuela a government preeminently popular, preeminently just, preeminently moral, which will hold in chains oppression, anarchy and guilt. A government which will allow righteousness, tolerance, peace and under protection of inexorable laws. Alitoa hotuba hiyo Februari 15 mwaka 1819. Kwa maana nyingine alikuwa anawaambia kwamba pamoja na kupindua, pamoja na kupata uhuru, kama hamkuweka misingi hii katika nchi, hamwezi kuwa na nchi. Mtaendelea kuwa na mivutano kila siku.
bwana mwingine mtaalamu wa mambo ya ambaye alikuwa mbunge na kiongozi mahiri wa kuendesha nchi kwa jina la Edmund Burke. Huyu ni maarufu kwa waliosoma historia ya Uingereza, na aliwahi kuliambia bunge la Uingereza umuhimu wa kujenga misingi ya kuendesha nchi kwa maelewano kwa maneno yafuatayo. Alisema kwamba a nation is not governed which is to be perpetually conquered. Uendeshe nchi au nchi huwezi kusema kwamba unaiendesha kwa kuitawala kila siku au kwa kuiteka kila siku. Alichokusudia ni kwamba kama kuna mzozo, ama utakwenda mtu umpige, ama umkamate, umnyamazishe, ndio muweze kwenda mbele. Atanyamaza leo, kesho atasema tena. Utamkamata, utamweka ndani, utampiga, kesho kutwa atasema tena au atasema mwingine. Sasa hapo huendeshi, you are not governing, you are conquering the country. Kwa hivyo yeye alichosema ni kwamba a nation is not governed which is to be perpetually conquered. Lazima uweke misingi ya kuendesha nchi, ndio ambapo utaweza kugovern nchi. Vinginevyo utakuwa siku zote unaiteka. Ndugu washiriki, ni wazi kuwa katika hatua hii wanasheria, wana taaluma na weledi wengine wana jukumu kubwa sana katika hatua. Ni wajibu ambao tunapaswa kuutekeleza kwa dhati na kwa juhudi kubwa. Ni vyema tukumbuke yale maneno ya mwanamapinduzi wa China Sun Yat-sen aliyosema tarehe 2 Machi mwaka 1924 kwa unapohesabu idadi ya wananchi wa kuitumikia nchi, anza kujihesabu wewe mwenyewe kwanza. Useme mimi ndio wa kwanza kati ya watu wote wa nchi hii. Ndugu washiriki, nimalizie kwa kuwaomba tusirejee makosa tuliyofanya huko nyuma. Makosa ya kudhani kwamba katiba mpya itajengwa kwa itikadi za siasa, hamasa au jazba. Katiba itajengwa kwa umakini wa kutambua tunachotaka, kujenga hoja na kuzieleza bila woga wala jazba. Naamini mmenifahamu. Kama hamkunifahamu, nitasikitika sana. Baada ya kusema hayo, naomba niwashukuru sana kwa kunisikiliza, na kwa sababu nilipewa pia kazi ya kufungua, basi nitamke rasmi kwamba kongamano hili la Jumuiya ya Wanasheria Zanzibar liloandaliwa kwa maadhimisho ya miaka 49 ya Muungano kujadili mchakato wa katiba mpya na mustakabala wa Muungano nimelifungua rasmi. Asanteni. Nakushukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi, Mwanasheria Mkuu wa Zanzibar, kwa maneno yako ya busara sana, lakini pia ya kutuzindua katika kuingia kwenye zoezi la kupata katiba mpya. Nafikiri wamekuelewa na wamekiri kwamba wamekuelewa, na mimi pia nakiri nimekuelewa. Lakini labda kwa haraka haraka niseme mawili tu ambayo Mheshimiwa mgeni rasmi ametushauri. Moja ni kuhusu suala la kuwa pamoja. Nafikiri hili ni suala la msingi sana. Zoezi tunaloendelea nalo ni gumu sana, na kama mada inavyosema litaamua mustakabali wetu wa Muungano, lakini mustakabali wa Zanzibar kama nchi. Sasa maneno yanatuambia ni mazito sana, ni vizuri tukawa na sauti moja.
Ametueleza Mheshimiwa mgeni rasmi kwamba katika hatua zilizopita tulitawaliwa na mitazamo ya kisiasa, mitazamo ya kijazba na mambo mengine. Tumechelewa, lakini ni vizuri kuliko kutokufanya kabisa. Nafikiri kwa hizi hatua zilizobakia, tunaletewa rasimu ya katiba, tuichambue vizuri, tutoe maoni yetu vizuri, ili hatimaye tuweze kuja kupata katiba ambayo itakidhi matakwa ya Zanzibar. Lakini jengine, Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu amezungumzia suala la hoja. Hili ni jambo la msingi sana. Yaliyotokea tunayafahamu wote, kwamba msingi hasa wa kuwa na katiba nzuri ni kuwa na hoja, sio kuwa na jazba. Tumeelezwa mifano ya watu ambao wana katiba zenye kuheshimika. Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu ameeleza mfano wa Uswizi ambao yeye binafsi amekuwa mara kwa mara akiutoa mfano huo katika makongamano mbalimbali, kwamba Uswizi imekuwa na katiba ambayo partners wa muungano wao wote wanaiheshimu sana, na pamoja na kwamba historia ya katiba yao imekuwa ni ya muda mrefu sana kuliko ilivyo yetu, lakini bado imeweza kudumu kwa muda mrefu. Lakini pia hata mfano aliotutolea Mheshimiwa mgeni rasmi wa katiba ya Marekani imekuwepo kwa muda mrefu sana, na hata ukiangalia imefanyiwa marekebisho kwa muda mfupi sana, kwa mara chache sana, kwa sababu wamejenga misingi imara katika katiba yao. Sasa nikasema tukumbushane suala la hoja. Hili ni suala la msingi sana, na mojawapo ya madhumuni ya kongamano hili ni kujaribu kukumbushana, kuzinduana katika umuhimu wa kujenga hoja, sio kuwa na jazba. Jazba haiwezi kutusaidia sana. Baada ya kusema hayo, tunakushukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi, na Mheshimiwa mgeni rasmi alinieleza kwamba anaomba radhi hatoweza kuwa pamoja nasi kwa kipindi chote cha kongamano letu kutokana na majukumu mengine alionayo. Kwa hivyo Mheshimiwa mgeni rasmi, wakati wote tunapojisikia kuondoka tunakuruhusu. Kama utapenda kusikiliza baadhi ya sehemu ya mjadala yetu, karibu, lakini wakati wote utakaohisi kwamba sasa unapaswa kuendelea na shughuli nyingine tunakuruhusu. Asante sana. Sasa baada ya hapa, kwa mujibu wa ratiba yetu, naomba nimkaribishe mtu wa mada wetu Bwana Ali Uki ambaye ni mhadhiri katika kitivo cha sheria cha Chuo Kikuu cha Zanzibar. Bwana Ali Uki amekuwa akishiriki katika shughuli mbalimbali za masuala ya muungano, na kama sijakosea, kwa sasa yuko katika kituo cha katiba cha Afrika Mashariki ambacho makao makuu yake yapo Uganda, na ameshaandika makala mbalimbali katika masuala ya muungano. Kwa hiyo nadhani kwa leo anaweza kuwa ni mtu sahihi kabisa kutoa mada hii. Bwana Ali Uki, karibu sana. Asante mwenyekiti wa kongamano ambaye ni katibu wa chama cha wanasheria Zanzibar, mwanasheria mkuu Bwana Othman ambaye muda ukifika ataondoka, lakini nashukuru yupo, rais mstaafu bado anaheshimika na anatambulika Bwana Salim Taufik, mabibi